wala nikumbusha kurekodi in case. Price tunasema kabisa kwamba price huwa ina break za aina mbili. Break ya kwanza tunaitaga ni swing point break type 1, kwamba price huwa ina break swing point ambayo haina sifa ya kuwa tabbed zaidi ya mara 2 au mara 3, kwamba inakuja ku break moja kwa moja. Ikiwa ina break moja kwa moja, mara nyingi price ina praise party katika rudi ndani zaidi eneo la swing point ambayo imesababishwa ku break. Lakini price ikiwa imehold zaidi ya mara 2 au mara 3 eneo hili, price mara nyingi haiwezi ikafika katika swing point iliyosababisha ku break, lakini mara nyingi anakuja kuishia katika hizi rejection ambazo zili reject mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu ikaja kuvunja. Kwa price ilishatengeneza hii level ambayo sisi tunaita ni support level, ikavunjwa, then price itarudi eneo hilo itembee chini. Sasa tunakuwa tuna break za aina mbili. Ya kwanza ni simple breakout typical 1, lakini hii inakuwa ni support and resistance typical 2. Ni kwamba price ina swing point break na ina support and resistance break. Lakini hizi movement zote au hizi break zote zinawakilisha price itafika eneo gani. Hii itakuja hadi kwenye swing point, lakini hii itaishia kwenye ile support iliyovunjwa. Lakini pia samani, yaani maana hii ya kwanza huyu jirani kama price inakuja kuvunja, lakini inakuwa hii ya kwanza mimi nilivyoona hii ni kama price inakuja na momentum kubwa, inapita moja kwa moja. Ina maana hawa sera kwa mfano kama hii na nia kwanza ni kama sera zilizokuwa na nguvu na momentum kubwa wakaja wakapitiliza moja kwa moja wakavunja. Tofauti na hii ambao walikuja wakawa rejected hapo wakaja wakavunja. Kuna utofauti kwamba hii ya kwanza price anapokuja kuvunja mara nyingi anaweza sio hata kwa momentum move, lakini unakuta hajaweza kufanya testing katika hii low multiple times. Unakuta tu alikuja labda kutest mara moja akaja kuivunja, inakuwa ina sifa ya support or resistance. Lakini hii ambayo inakuwa imekuwa tabi zaidi ya mara moja, price ikaja mara moja, mara pili, mara tatu afika vunja, price mara nyingi inarudi katika hii level. Kwa anticipation of the nature of the breakout inatupa sisi anticipation price itaishia eneo gani. Hivyo inatupa urahisi sisi wa kuweza kugundua hapa nitakuwa na anticipate price itarudi level hipi. Sasa kitu kingine ambacho cha msingi ni kwamba lazima ujue breakouts zinakuaje. Sawa. Mimi napenda sana kumwelekeza mtu kitu ambacho kinafanya kazi na kipo kwenye market kwa namna moja. Sasa hii hapa ushaizoea, ila hii pia ina utofauti katika kuanticipate, lakini kwa sababu ushaizoea sitaki tudili nayo leo, ila nataka tudili na hichi kitu ambacho hichi kitu ndo nitakutesa nacho kwa ajili ya mazoezi ili wewe uweze kuelewa. Sasa iko hivi, price huwa inatengeneza level kama hizi mbili. Let's say inatengeneza kwa mfano price ilikuwa ni bearish, then price imekuja sasa kureact multiple times on this low, multiple times, alafu itaenda ku cause breakout. Kwa kikozi breakout namna hii tuna anticipate kwamba price itarudi level hii hapa, alafu iende wapi? Iende chini. Sasa hiki ni kitu ambacho kinakuwa sema price to this one, kwamba price inakuwa imetengeneza something like this, kwamba price ilikuwa imereject katika high multiple times, alafu kaja kuvunjwa. Price mara nyingi inakuja eneo hilo inatembea juu. Napatana na level kama hizi. Sasa kitu gani ambacho ni cha msingi cha kuzingatia ni kwamba lazima uangalie kulikuwa kuna kitu tunaita kwamba price ikisha break level kama hizi, sasa ikisha break au ku close kabisa below these levels ambazo price imereject. Sawa, kuna kitu kinaitaga ni first test, kwamba price baada ya kuvunja inakuja ina testi, ndipo inashuka wapi? Inashuka chini. Na hapa inakuwa ni hivyo. Yaani baada ya kuvunja tu ukendo ku close above this level,
price huwa inakuja ina testi, inatembea. Mara nyingi huwa hichi kitu kinatokea, sio lazima kitokee, lakini mara nyingi kinatokea. Sasa kikitokea kitu kama hiki, mara nyingi sisi hatuwezi tukaweka tu trade katika hii level, hapana. Tunakuja kuangalia ile first test ilikuja kutesti eneo gani. Sehemu ambapo hii first test ilikuja kutesti, sisi ndo tunaweka entry yetu eneo hilo, kwamba price itapozunguka na mizunguko yake yote itaporudi level hiyo baada ya kubreak, lazima ije kutesti katika ile first test, itembee. Lakini kwa scenario nyingine unaweza ukasema kwamba price mara nyingi inarudi katika, kama ija test inarudi katika the last low au the last rejection ambayo ilikuwa imevunjwa, ndio mara nyingi inarudi eneo hilo katika hiyo level. Sasa hapo ndio tunawekaga entry, na pia hapo ndio tunawekaga kama point of interest baada hizi level mbili kwa zimevunjwa. Sasa kabla sijaendelea, nitakupa mfano. Sawa, nitakupa mfano katika hii level. Umeona kwa mfano hapa price ilitengeneza high, lakini hii high ikawa rejected mara ya kwanza, mara ya pili, afu kavunjwa, afu price kaja kutest. Umeona ilivyokuja kutest? Sasa sisi tutakuja kuangalia hii level ilikuwa na sifa support and resistance, ilikuwa imevunjwa. Nature of the breakout ilikuwa support and resistance. Kwa hiyo tulikuwa tutarajia kwamba price itafika huku chini zaidi. Tulikuwa tunatarajia kwamba itakuja kuishia sehemu ambapo price imekuja kutest eneo hilo. Kwa entry yetu sisi ilikuwa mara ya kwanza eneo hilo. Price akaja, akatap, akatembea wapi? Akatembea juu. Lakini alivyorudi hakuweza kufika chini zaidi, akaja kuishia level ya kati, akatembea juu. Umeona? Kwa sisi point of interest ilikuwa ni hii. Sawa? Sio wanipata mzee? Nakupata. Haya, okay. Haya, okay. Ngoja nikupe mfano mwingine. For example, haya, kwa tuna hii ilikuwa ni gold. Sawa. Gold ilikuwa imetengeneza hii level hapo. Unakuja kuona hii high mara ya kwanza ili act kama resistance. Price ikiwa inakuja katika hiyo level na reject sana. Lakini at the end of the time ikaja kuvunjwa. Ilipokuja kuvunjwa tukupata first test katika level nzima, sawa? Ingawa ikuja kuishia hapa, lakini tupata first test. Kwa sisi tunaweka katika hii last rejection area. Hapo ndio inakuwa entry yetu, sawa? Then tunasubiri price irudi, then iende wapi? Iende juu. So at the end of the time price ikarudi katika hiyo level, ikaenda wapi? Ikaenda juu. That is why ilivyorudi chini zaidi ikaja kufumua hata hizo low ambao walibai hapa, naona walikutana na kichapo kikali. Lakini kwa sababu gani ilikuwa ni valid eneo hilo? Ni kwa sababu ya nature of the breakout. Haya, nitakupa mfano mwingine katika pia gani? Haya. Kuna hii hapa pia ilikuwa ina sifa ya resistance level. Hii hapa. Kwa nini ilikuwa ina sifa resistance level? Tunaona kabisa hapa it cause many rejection katika hii level. Na price kafanikiwa kurudi chini mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Yaani ika reject mara nyingi zaidi. So the thing ni kwamba price haikuweza kuja ku make first test. Kwa sisi katika last rejection kama kawaida tunaweka entry yetu katika last rejection, sawa? Then tunasubiri price ifike. Ikishafika eneo hilo, then price unakuta inaenda ku trade out baada ya kuvunja hiyo level. Ndio samani.
Hii sijaielewa yani, sababu yani leo ulikuwa na nili Okay, kwa sababu ni scenario tofauti, ngoja ndio nao hapa. Umeona hii level? Yaani umeiona hii level tu nzima. Haya, okay. Cha kwanza, yani support or resistance zinakuwa katika level hii. Yani kwamba price iweze kureject, sawa, baada ya kuvunja structure, price iweze kureject katika level hii, sawa, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu ikaenda chini, sawa. Lakini hivyo rudi mara ya nne, tulikuwa na expect itakuja ku respect on this high ambayo iko na resistance ambayo imeresist mara ya kwanza. Kwa hiyo tulikuwa na expect kwamba ishuke up chini, lakini price ikaelekea wapi? Juu. So baada ya kuweza kufail kuhold yani level, baada ya kuweza kufail kuhold price, sisi tunakuja kuiconsider kama sehemu ambapo kulikuwa kuna resistance area, lakini ilifail kuweza kuhold nini? Price. So sisi tunakuja kuweka katika resistance ambayo iweza kufail kuhold price kama hii. Sawa? Kwa sababu ya hizi rejection ambazo zilikuwa zimetokea katika level hiyo. Sawa? Then price imekuja imetap eneo hilo na ikaenda wapi? Ikaenda juu. Okay, nitakupa mfano mwingine, ulikuwa ni katika level hii hapa. Umeona hii level? This level. Yani hii level nzima hapa. Umeiona? Yeah. Kwa ni before hii level ilikuwa ni very strong. Kwa nini price imekuja tena imetapo ya area hiyo mara ya kwanza? Tena imekuja imeingia level hiyo, haijaingia chini. Imeenda juu mazima. Ni kwa sababu ya hii level ambayo ilikuwepo eneo hiyo. Hii level. Hii level ilikuwa very strong. Lakini kwa hapa ilikuwa ni resistance ambayo inaonekana kabisa kwamba price itengeneza resistance level afu ikaja kuivunja. Lakini price akaja kuingia ndani akatest akatembea kuelekea wapi? Kuelekea juu, si ndio? Lakini kama hapo sio unatakiwa angalia ile na ile level ya mwisho ambayo imetest, si ndio? Yeah. So level ya mwisho ilikuwa ni hii. Yeah. Simona. Sawa, mpaka. Ndakupa mfano mwingine, tuone pia gani. Hii pia itengeneza support. Umeona sasa ile hii low iliweza kuhold price mara kwanza, mara pili, mara tatu afu kaja kuvunjwa. Hivyo kuja kuvunjwa sisi hatutakuja kuangalia price imevunja wapi. Tunaweka entry katika last rejection kama hii. Then tunasubiri price ifike, imekuja kufika mara kwanza, imetembea hadi kwenye point of interest au first TP ambayo tunasemaga ni last low au sehemu ambapo price ilianzia kwenda kuchukua liquidity. Then imehit TP. Na tunaangalia kama direction yake ni chini zaidi, basi tutaacha, tunaweza tukaswing, lakini kama si hivyo basi tunaweza kuangalia pips ngapi ambazo sisi tunaziwinda, then tukatoka kwenye market au structure to structure kama hivi, then tukatoka. So this one was our entry kutokana na hii break of market structure. So hapa tuna anticipate price iende juu zaidi. Sawa. Haya. Level kama hii hapa. Umeona ile level? Umeona ile level? Price ame reject multiple times eneo hiyo. Kama kawa. Unasemaje?
Yeah. Sasa kuna scenario zingine ambazo zinaoga zinakuwepo, sawa? Nitakuja nikuelekeze katika next session. I think tumesema ni Alhamisi, Juma ngapi na Juma ngapi? Jumanne, Alhamisi na Jumapili. Okay, I think hapa nitakuacha, nitakupa ili zoezi wewe uweze kulifanyia kazi, sawa? Alafu Alhamisi tutadili na kitu kingine cha msingi kuhusiana na hizi support and resistance kuzielewa vizuri. Ila nakuomba ufanye assignment moja ambayo itahusisha wewe kuniandalia mifano ya hizi support and resistance, sawa, zilizovunjwa na jinsi zilipokuwa tapped. Unaweza kaangalia katika major pairs, kwa mfano GBP/USD, gold, GJ, Euro USD, USD CAD, USD JPY, USD CHF. Unaweza kaziangalia katika hizo pair main, lakini pair zingine pia unaruhusiwa. Unaweza kanitumia katika kila pair, unaweza kanitumia mifano mitatu, then mimi nitakuwa nakusahihisha kwamba huu mfano uko sawa, huu mfano uko sawa, ili tukikutana Alhamisi sasa tunakuja kuangalia price na praise out vipi katika hizo entry na katika collection ya assignment ambayo nimekupatia, ili wewe uweze kuelewa vizuri kuhusiana na hii support and resistance. Lakini pia unaweza kufanya research mwenyewe, labda YouTube, au kama una vitabu ambavyo vinazungumzia support and resistance, ukasoma ukaongeza knowledge zaidi ya support and resistance, kwa sababu kitu cha msingi wewe cha kuweza kugundua ni kwamba price inavyomove siku zote katika mfumo wa labda inaenda chini namna hii, price huwa ina move katika mfumo wa support and resistance. Kwa ukishajua support and resistance, haita kupiga chenga katika kuitafuta price katika mwelekeo fulani. Kwa mfano, price inapotengeneza low inahitaji support ili iende kutengeneza high, na inapohitaji kwenda kutengeneza low inahitaji resistance level ili iweze kwenda chini, sawa? Kwa support inaenda kuresist kuelekea chini, kwa ni resistance support. Kwa ukishajua maeneo ya support and resistance, haitakupa tabu ya wewe kuweza kutrade au kujua uelekeo wa price. Kwa kitu cha msingi ni support and resistance. Sasa mimi ninachotaka wewe uelewe ni mfumo wa support and resistance ambao umekuwa violated, yani support iliyovunjwa na resistance iliyovunjwa. Na kitu kingine, tip ya session ambayo inakuja itakuwa ni katika pure support and resistance. Hii ambayo nimekwambia UTFT inaitwa impure support and resistance. Sasa katika pindi inayokuja tutapiga pure support and resistance ambayo utaikuja kuiona sasa inakuaje. Lakini for now unaweza ukafanya hilo zoezi ukaniandalia mfumo huo wa support and resistance, and tutajua kitu gani ambacho tunatakiwa ukifanya. Sio unanipata mzee wangu? Nakupata. Yeah. Sasa kama nadhani kutumie video moja ya risk management pia uipitie, ni video ya kitambo kidogo lakini uipitie. Sure. Okay, una swali hapo? Nasema hata hizi na nini issue ya nini hizo levels tutakuja tuziangalia au? Yeah, yani kila kitu tutaangalia shwazi. Okay, hamna shida. Okay. Kwa hiyo unaweza ukafanya hiyo kazi kama kesho utakuwa na muda. Kesho ni Jumatano, sasa tumebakisha siku moja ya kesho. Kwa hiyo unaweza ukakazana kama kesho utaweza kuifanya vizuri chap, then Alhamisi tumalize kila kitu. Au unasemaje? Fresh. Okay mzee, I think leo tuishie hapa, then tutaangalia Alhamisi kesho kutwa inakuwaje. Nasema nashukuru sana. Kuna namna fulani ulijaribu ku break down ile GBP/USD kutoka kwenye haya time frame, yani unajua mimi maamuzi yangu niyafanyia kwenye daily. Sasa ndio ikawa inaonyesha ile 2 months, kama inaonyesha monthly, weekly, then na namna ndio market ilikuja kunitoa sokoni. Yeah, imeni impress sana. Usiwaze mzee wangu, tutakuwa pamoja na utaivunja soko tu fresh na katika logical way. Usiwaze. Fresh. Okay, take care. Kama una swali, umekutana changamoto, just check me up. Fresh. Poa.